Kenyan people. And not just because of himself, but because of you also. Everybody is saying, whatever President Uhuru says, that is what this country needs. And people bled after what happened in 2022. And they've said, we cannot build it again. We must and we will ensure that our country comes back to normal. And it shall happen. I have heard a gentleman talk, Ikonya. Thank you so much, Ikonya. You have said what is in the heart of every Kenyan who loves this country. Our president handed power peacefully. And we know, and we all know, that no elections were won. There was rigging. I was a victim of that rigging. So one cannot boast and come and say that you're going to rig the next elections. And I can assure you, Kenyan people, it shall not happen again. It shall not happen again. I've seen some leaders saying that they'll fill the ballot papers, the ballot boxes with fake papers to win the elections. What are you saying? What are you saying? Please forget that, because it will not happen. And let me tell you, Kenyans, especially the people of Kiambu, you are a powerhouse, you are a powerhouse, and you will determine who will be the president of this country. You will determine. You will determine the membership of parliament. You will determine the membership of the Senate. You will determine the MCAs who will be here. And I can assure you one thing. As a party and as the elections board chairman has said, the elections shall be free and fair. And nobody will be given a certificate that does not deserve to have. The youth of this country, this is your country, and your time for leading is now, is not tomorrow. Where are you, the youth? You are there. Let nobody tell you that you'll be leaders of tomorrow. You are the leaders of now, and Jubilee is actually deliberately ensuring that the leaders of tomorrow and today are the young people. And I can assure you, you will contest, you will win the nomination, and will ensure that you win the seats that you vie for. And what of our women? The backbone of our country. Where are you? You must realize that the beneficiaries of the election of 2027. Why do I say that? The more people you have elected in parliament, in senate, and in the counties, you are the beneficiaries, because the nomination slots will be yours, and the youth and the disabled. So try as much as you can to have as many people as possible elected. Your Excellency, I don't want to say so much. All I can tell you is this. We are the Kenyan people, and nobody else can tell us we are second-class citizens. And we will not allow anybody to isolate any community. You have seen it in the past, and I can tell you something. The Kikuyu people are Kenyans. And if you want us to say we are Kikuyus, all Kenyans are Kikuyu. Decide where you'll take us. Decide where you'll take us. We cannot allow anybody to isolate us from any other Kenyan. And I can assure you, as a party, as a Jubilee party, we shall stand firm, we shall protect our interests, and we shall protect the people of Kenya. Last, Your Excellency, always sleep knowing that you have got an army behind you. Sleep knowing that you have an army of Kenyans behind you, and will defend you at whatever cost. Will defend you at whatever cost. And they will see us, this red army you are seeing here, this is the red army. They will see us in 2027. They will realize that what you used to call TNA has resurrected. It has resurrected. So let them be ready to go home, not to continue their leadership. So, Your Excellency, thank you so much for being with us. We are with you. And just know that the way you rule this country, the way you brought us together, we will be together and nobody will take us apart. Nobody will separate us. So thank you, Your Excellency. Let me take this opportunity to humbly invite the deputy party leader and our presidential candidate to come and say one or two words, and invite our party leaders.
Jubilee hamjambo. Kiambu delegates Moriega Renge. Asante sana. Your Excellency, the fourth President of the Republic of Kenya, by tradition and practice, when you are in the house, sisi tunaheshimu kanuni na heshima ya uongozi. We don't make long speeches because this is your meeting. Lakini kwa ruhusa yako, Mheshimiwa Rais, nataka kumuomba wale ambao wanagombea viti mbalimbali from MCA, parliament, candidates, wale wako hapa, msimame tu, kiongozi wa chama chetu waone. Your Excellency, hawa ndio wanataka kutafuta viti katika tikiti ya chama cha Jubilee. Asante sana, muketi sana, asante sana. Alafu pili, I am very happy kwa sababu hapa tuko na MCAs kutoka Kiambu. Kuna wengine ambao wametutembelea kwa vyama vile vingine kwa niaba ya kiongozi wa chama chetu. Ninajua mwenyewe atawakaribisha, lakini kwa niaba ya kiongozi wa chama chetu ninawakaribisha nyinyi nyote Jubilee, karibu nyumbani. Mheshimiwa Rais, kuna mzee hapa ambaye ni mzee wa maana, tumekuwa na yeye kwa serikali, Moise Njoroge. PS kama ungesimama tu wabungie mkono hao viongozi wa Kiambu. Tunafurahi kwamba uko hapa na wale wazee wengine ambao wanatushauri kutoka pande hii ya Kiambu. I will say about two things before I invite His Excellency the President. Na ninawaomba delegates, wakati Mheshimiwa Rais ataondoka, tuko na housekeeping kidogo tutafanya hapa. Tulikuwa na press conference last week na tukiwa na nafasi hii, I don't want to lose this opportunity to say this. Our party leader, His Excellency the President, has retired. Na Mheshimiwa Rais, uniruhusu tu, I am not going to break this protocol. I have rarely asked you this kind of permission, but allow me to say this. I remember I was your Minister for Interior. When we had the first National Security Council in 2022. Wakati tulimaliza mkutano, you said this, and in saying this I'm not revealing any secrets and I'm not abusing the Official Secrets Act. Wakati tumemaliza mkutano, and I've been meaning to say this in public. Mheshimiwa Rais, unakumbuka wewe mwenyewe ulituambia with the service commanders in the room and the generals. Ukasema sikiza, tuko na uchaguzi mwaka huu. Lakini nataka munisikise nyinyi watu wa usalama. Mimi niko tayari kuhand over power peacefully kwa sababu Mzee Kibaki gave me a peaceful country and I am not prepared to shed even one drop of blood. Ulituambia hivyo. Ukasema mimi niko tayari irregardless, those are the words you used, irregardless of who is declared president. I will hand over power peacefully because I love my country na sitaki nchi yetu isumbuliwe na ushenzi huu wa siasa. Those were your words. Then you asked us, do I make myself very clear? And we all said, yes sir, Mr. President. You asked me, Fred, you are the CS Interior. You will superintend over this arrangement. Unanielewa? And I said, yes sir, Mr. President. And you handed over power peacefully. Tukamaliza kura, uchaguzi wote, all the reports from observers and everybody
credited the security sector for presiding over a peaceful election, tukamalizana na maneno. Na sisi tumetulia kama watu ambao tunaheshimu sheria, tunataka nchi yetu iende mbele. Lakini umefika wakati mambo yale ambayo tunaona yanafanyika, madharau na mambo ile lugha inatumika kwa rais mstaafu, haiwezi kukubalika, and we will not accept this kind of nonsense. Hatuwezi. Kwa sababu lazima sisi tujiheshimu kama watu. Because the president has done, retirement is not house arrest as somebody said here. Si rais aende kujificha chini ya kitanda, asitembee na mambo kama hayo. Sisi tunataka kuwa nchi ya ustaarabu. The president is making his contribution na mambo hii constant threats. Na watu wengine ambao sisi wenyewe, Mheshimiwa Rais umetuambia kwamba tuongoze chama kwa heshima. Tusitumie lugha chafu na tutumie matusi. Sisi tumekataa, wakati mwingine tumefika hiyo laini, hatutaki kupita kwa hiyo laini. Nimewaambia watu wengine, mnaweza kufikiri ni uoga, lakini sisi tunasema rais akiwa ndio commander in chief wa defense forces wa nchi, kuna lugha mimi siwezi kutumia kwake kwa sababu I respect the soldiers of our country and the men and women in uniform. Na hiyo heshima pia should be reciprocated. Si eti sasa retired president amekuwa mtu tu wa kawaida, every madman, mtu mwingine akilewa kule ni rais anataja jina yake kila siku. Sasa rais wetu amekuwa ndio mpira wa kupigwa na watu wengine, hata unashangaa. Hatuwezi kabisa. Sisi kama viongozi na wanachama wa Jubilee, hayo hatuwezi kukubali. Pili, nchi yetu hii imefika mahali tuliko sasa, 63 years after independence. We want to build a united country. Na tufuate yale ambayo tumeelezwa na viongozi wetu kwenda mbele. Hatutaki kugawanya nchi yetu. Hadharani mchana mtu kwanza kuzungumza maneno eti huwezi kukubali kwa Kikuyu, huwezi kukubali kabila hii, huwezi kukubali. Shida ya nchi yetu sio shida ya Wakikuyu, ama shida ya Wajaluo, ama shida ya Wakamba, ama shida ya Wakisii. Shida tuko nayo ni shida ya wananchi wote wa Kenya. Na kama kasi imewashinda, kila mtu anaona kasi imewashinda. Isiwe eti ni kusingizia region moja ama kabila moja Kenya hii. Kila usiku, mchana ni kulaumu watu. Na watu wakishindwa kazi wanaendea namna hiyo, blaming other people, excuses kila siku. Lisemekana tulianza empty coffers, sijui nini inafanyika, sijui nini kila mwaka. Sisi kama Jubilee, nimalizia hapa. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako sisi tutakuwa na mkutano na viongozi hawa. Hata hii maneno ya kuangazia Finance Bill 2026, we will have a seminar ya chama. Tuende through the bill, viongozi wetu wote, wale mashinani na wale wengine, waelewe kwamba wakati tunasema la, ni kwa nini tunasema hivyo. Na pia tutoe mapendekezo yetu, because we are not just a party, we are a group of people who are interested in the best for the country that we live in. So we'll make our proposals also in the hope and respect that the structures of government we have in place will respect those proposals. Because mambo mengine ambayo yako hapo, it's untenable. Our country cannot go on in that kind of manner. Lakini mwishowe nawaomba ndugu zangu na dada, leo nimejivunia kabisa tena zaidi kuwa hapa Kiambu, kwa sababu ushujaa ule nimeona hapa, kama Ikonya amezungumza hapa na principal chief na hawa mama wamezungumza hapa, Mama Choice, kwamba tunampenda rais wetu na tutakaa hapa tuendelee mbele na rais wetu, tukiendelea mbele kujenga chama chetu. Ninawaomba nikimalizia, tukae hivyo, tukae na umoja na heshima kwa wale wengine ambao tuko nao katika siasa, vile vyama vingine. Tunazungumza polepole na tunakaa kwa heshima. Sisi hatuna matusi. Rais wetu ambao ni kiongozi wetu wa chama ni kielelezo kamili vile siasa inapaswa kufanywa, na ametueleza na ametuamurisha tufanye kazi kwa njia ya kuweka nchi yetu pamoja. Our stability and progress of our country is more important than us as individuals. Na hivyo ndivyo tutaenda, Mheshimiwa Rais. Nimalize kwa kushukuru sana na kwa kushukuru viongozi wote wa NEC na Mheshimiwa Rais kwa nafasi hii ya kutumikia chama chetu kama naibu wako, na pia majaliwa ya Mwenyezi Mungu kubeba bendera ya chama hiki chetu katika uchaguzi ujao katika kuwania kiti cha urais. Mimi nawahakikishia, mimi ni mwanafunzi wako, nimefanya kazi na wewe.
ile mstari umenionyesha, na vile umenionyesha hivyo ndivyo itakuwa, na tutaenda mbele namna hiyo. Tutarudi kwa serikali majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutatenda vile mipango yako ilikuwa, kurudisha linda mama, ili kuangalia maslahi ya wa mama wetu, kuangazia mambo ya elimu na yale mengine tunaongea, na tutasidi tukifanya mjadala huu tukiongea pamoja na wananchi. Ninawahakikishia, I will not let you down. I will not let you down. And you will not be, you will not regret making this decision. By the grace of God, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, I promise you, I will step up to the responsibility. I will carry your hope and expectation faithfully. I will carry your character and your aspiration, that all of you people, led by our president, want a peaceful and well-managed country. And I will humbly, very, very humbly, work with everybody, all our brothers and sisters in all formations in this country, whether they are in united opposition, Linda Mwananchi, na wale wengine wote. I will sit with all my brothers and sisters, provided we are traveling one direction to save this country from the madness that we are seeing going on in the country today. Tuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda tukiwa katika safari hiyo, na mimi nina hakika what will happen, Reverend Ndewa, as you prayed here, what will happen in this country ni yale Mungu mwenyewe atatuongoza tutende, na tukijinyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, his good will be done, and we will get to the destination we are seeking to go by the grace of God. Sasa niambiwa kuna mwanamuziki ambaye anaimba wimbo mwingine Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anapenda zamani, tunataka kumkumbusha kidogo ile mambo mazuri. Wapi Muthoni? Harambe! Harambe! Jubilee hoye! Wapi Panduruya? Wapi Nduruya? Daktari Fred Matiang'i! Wapi Nduruya? Ni aweno gai. Wapi Nduruya? President Uhuru Kenyatta! Munane wako DJ kidogo. Munane wako Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ndokire Gĩceha ngiuga mũndũ mũgĩgĩkũyũ erirwega ya gatanakũra wakuhĩrĩria kũinũka watũreheire BBI wanumani wanu ciringi na ithe tũgĩgũkaria ũgĩ naguo ndwambagĩrĩra korwo nĩ ndoĩ ũkaga thutha tarĩu wĩra waku nĩ warutire Jehova arokũrathima na mũthenya wa mĩthenya ithuĩ Gĩkũyũ no tũkerira na nĩkĩo mũrerirwo ũmũthĩ ngĩcoka ngiuga na ningĩ ndingĩrigithia atĩ ndiguaga kĩnyũrũrio no maciũra namo merirwo matigiragia ng'ombe inyue maĩ kĩrĩndĩ nĩ kĩritũ gĩakuithirie mũthuri bunda Jecoka mahonokie mamwambithirie mũtĩ igũrũ makĩohorithia Baraba mona nduma mũthenya nĩguo manjĩrĩirie kwĩrira kumbe ararĩ mwana wa Ngai nĩtwĩrirĩte no tũrekere mĩario twaririe niĩ ndarĩ mwena waku no nĩ tondũ warĩa angĩ maririe ngoro yaku yone handũ ha gũtũrekera aini mainire nyĩmbo cia gũkũnyũrũria na gũgũkĩrĩra mũgathe witũ wone handũ ha gũtũrekera na nĩgetha tũgĩe na mwerekera mwerũ ithe tiguo ithe mũtirona kona ciothe nginya ini no ciongo marahũrana nĩtwenyihia na nĩtwahoya mũhera rĩu ndĩrenda kũina rwĩmbo gĩbungo kĩmwe ũguo ũraugire nĩ ndĩraiguire atĩ andũ no ndeto mũkũikũ na gũtirĩ wĩra mararu na nĩ ndĩrainire rwĩmbo rĩrauga Ngai atwehererie ateti atũhe atongo na nĩkĩo Dr. Fred Matiang'i
tureheirwo nĩ Ngai. DJ wapi nduru ya Kenya? Oka Ngai nĩ gũthĩte na gate ya kiugo gĩaku kiugaga tũcukia mĩtĩ tũtuithanie ndũgamano nĩkĩo njũkĩaga tene niĩ ngathiĩ gũthurana no itekũmenya ngathura ngarĩ ĩhumbĩte rwa ng'ondu ĩkarĩra gĩtĩ karuta ndwara ciayo ĩkanjia kũndĩa kahora mũrĩragĩra rũciũ mũtoĩrũgamĩagia wĩra wanyu no gũbora mũthondeke rũciũ rwanyu ona mũtirĩ tha mũboraga nginya ciakũ cia mbeũ njĩthĩ cia CDF ona cia korona andũ makuage makĩia cia rũciũ na ndũĩ kana nĩũkanu Ngai tũiguĩre tha ũtũninĩre ateti ũtũhe atongoria agũtũtongoria tondũ aya. Asante sana. Okay. Sunny K. Asante sana. Ado aitwa Kiambu. Asante, asante, asante. Muriaga. Asante sana. Thank you. Asante, asante, asante. Kiambu muriaga. Muriaga rĩngĩ. Tũgeithanie cia mwathani ũrĩa tũgeithanagia. Asante sana. Nĩndacokia ngatho. Nĩndacokia ngatho. Nĩtũikare ithe. Thank you, thank you, thank you. Wenzangu hamjambo? Hamjambo tena? Asanteni sana. Ningependa kwanza kutoa shukrani nyingi kwa kila mmoja wenu ambaye ametoka sehemu mbalimbali za kaunti hii yetu ya Kiambu kuja tuwe pamoja hapa siku ya leo. Na nikisema hivyo, nasema hivyo nikijua ya kwamba hata wiki iliyopita tulikuwa na shughuli ingine ambayo kwa sababu ya vile mambo yalikuwa hatukuweza kufika, lakini mkakubali ya kwamba tutakutana na mtarudi tena na ndio tuwe nafasi. Newega muno Kiambu, asanteni sana wenzangu wa Kiambu, nashukuru sana. Niseme ya kwamba mimi siku ya leo yangu haikuwa mengi. Yangu yalikuwa kuja hapa kuungana pamoja nanyi tukiwa tunajadiliana chama chetu cha Jubilee, pahali tuko na pahali ambapo tuwaelekea. Vile mjuavyo, tumekuwa na matatizo mbalimbali kwa chama chetu, na sio matatizo ambaye imekuwa yetu, ni matatizo ya kuletewa. Mwajua ya kwamba kutoka nipatiane uskani wa nchi na nikapatiana kwa njia ya heshima na ya utulivu na ya amani. Kazi yangu kutoka hapo ilikuwa nianze mpango
wa kupatia chama chetu cha Jubilee viongozi wapya wa kuipeleka mbele, na tukaanza hiyo shughuli, na tukianza kwa njia ya utaratibu ule ambao ulikuwa unatakikana kisheria, kikatiba ya taifa na kikatiba ya chama chetu. Lakini wengine wakaona hapana, hii ni nafasi yao ya kuchafua chama chetu, wakatufungia, wakatupeleka makotini. Kwa muda wa miaka mitatu tumekuwa tunang'ang'ana juu ya kitu ambacho hakuna, kwa sababu sisi tulikuwa tunasema wananchi, wanachama wapatiwe nafasi wajichagulie viongozi ambao wanataka. Sasa leo mimi bado niko katika hiyo harakati ya kuhandover, na wengine wanasema ati naingilia siasa. Kama wangeniwachilia ule wakati wa mbele, hii kazi na shughuli ningekuwa nimemaliza zamani, na hiyo ndio ilikuwa upendo wangu. Lakini nimeamua tutaendelea mpaka tutimize hiyo shughuli kulingana na mapenzi ya wanachama wetu na kulingana na sheria na mwongozo wa katiba yetu, tukiwa tumefuata sheria ambazo zimewekwa katika katiba letu na katika sheria za nchi yetu tukufu ya Kenya. Kwa hivyo safari tumeianza. Tumeona sasa ya kwamba yale mabadiliko ambayo tuliweka badala ya kubadilisha katiba yetu kidogo, sasa yamekubalika, na Dr. Matiang'i amekuwa confirmed kama naibu wa kiongozi wa chama chetu. Wanamuita Ole Kenta, naye amepewa nafasi ya kuwa katibu mkuu, na wale wengine. Na sasa mwelekeo wetu ni tuanze kule mashinani, mambo ya mobilization na kuandikisha watu na wananchi, tuandikishe wananchi ndio tuwe na uchaguzi wa chama wa mashinani, mpaka tufike juu na tupate viongozi ambao watapeleka chama chetu na nchi yetu ya Kenya mbele, tukijua ya kwamba mbele itakuwa sawa kwa sababu ya waamuzi wa wananchi wenyewe na sio waamuzi wa watu wachache. Na hiyo ndio safari tumeanza, na ndipo tuko hapa leo nikio tuwe guku umuthi neguo, na tuwe guku tondu togete kimwe itene nyingi iria turenda takiama kuruirira, si ndio? Na nimefurahi kuona wengi ambao wamefika, ambao wako tayari kugombania nyadhifa mbalimbali za uongozi kutoka mashinani mpaka juu. Hiyo ni haki yenu na sisi tuko nyuma yenu. Yangu ni kuhakikishia nyinyi ya kwamba kama mimi niko kazi ambaye nimebaki naye kwa chama, ni kuhakikisha ya kwamba uchaguzi ambao utafanyika ndani ya chama chetu utakuwa uchaguzi wa haki bila mapendeleo. Wananchi wenyewe waamulie viongozi ambao watataka. Kwa hivyo mimi nakuambia, kama kuna yule ambaye anafikiria utachaguliwa kwa sababu wewe ni rafiki ya mtu fulani, niene warata wa Uhuru ni shoka kwe mwananchi, ucio ni ugakuhe kura. No rio kaheo kura ni mwananchi, ucio niwe murata wakwa kuringana na siasa. Urata uyu ungi ni wa kando wa utongoria, ni urio koimana na uria andu a mashinani mageka atia.
makoiga neguo. Hiyo ndio njia ya kuhakikisha ya kwamba tumepata haki na tumepata viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi, lakini sio viongozi wa kuwekelea. Si ni namna hiyo wenzangu? Na mimi nataka niseme hivi, nikiwa kiongozi wa hii chama, kama kuna kitu mimi nafurahia ya kwamba chama chetu sio chama ya sehemu fulani. Chama chetu ni chama cha kitaifa. We are a national party. Na yale ambao tunazingatia masilahi ya wananchi kutoka kila kona la taifa letu la Kenya. Sisi sio chama ya kubagua, sio chama ya mapendeleo. Sisi ni chama cha kitaifa. Na nikiwa nimesema na naangalia ndugu yangu Matiang'i hapa, sisemi ati kwa sababu yeye ni Mkikuyu. Nasema ukitaka kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee, uongoze kwa kuunganisha na kufanyia wananchi wa kazi kila pahali popote wametoka. Moro dagadhure, you go everywhere in this country na usimamie haki zao. Na nafurahi tukiwa na Secretary General wetu hapa, mtu ambaye nimejua miaka mingi, tumetoka naye kutoka wakati tulikuwa TNA. Na kwa siasa zake kule Narok, habagui Masai, habagui Wakikuyu, habagui Wakalenjin, habagui Wakuria. Yeye anahudumia wote wakiwa sawa kama wananchi ambao wanaishi na yeye ni kiongozi wao. Na hiyo ndiyo mwelekeo wetu kama chama. Na hatuwezi kukubali kurudishwa nyuma. Kana nemo kutekana kushokio na dhudha. Na hakuna mtu ambaye anastahili kutisha mwenzake. Hakuna mtu ambaye anastahili kutisha kabila tofauti. Sisi zote ni Wakenya na Mwenyezi Mungu anajua ni kwa sababu gani alituweka pamoja kwa nchi ambayo inaitwa Kenya. Sio kuja hapa kutugawa na kutupiganisha. Hiyo sio haki. Na nataka niseme hivi kwa sababu mimi hii siasa ni ukweli. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko. Na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Na waomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza hata nyinyi kama wana Jubilee, tuuze sera
tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi, na tusibague wananchi. Tuuze sera zetu, kazi yetu, kwa sababu unashindwa. Haihitaji mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi, kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza, nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake, kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndio shida. Ongelesha shida, hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Ama ni namna gani wenzangu? Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni tutatue hiyo. Lakini kwenda kuweka shida ati uweke ati ni kwa sababu ya huyu, ni kwa sababu ya huyu. Na jameni, hakuna mtu ambaye haoni shida iko wapi. Si tuiweke kwa meza tuitatue. Kama kweli sisi ni Wakenya na tunapenda nchi yetu, kwenda kutugawanya huko, shida ni kwa sababu ya yule. How does that help move this country forward? Inatusaidia kweli jameni? Neturateitheka jameni. Tujue shida zetu ni shida za taifa, na zinatuhitaji sisi wote tutatue. Jameni, Wakenya hawatakula maneno wakiwa na njaa, wataka chakula. Mtoto hatasomeshwa na maneno, ni turekebishe maneno ya mashule. Mgonjwa hatarekebishwa kwa maneno, ni tutengeneze mahospitali yetu. Barabara hazijengi na maneno, ni tujenge barabara. Na mambo yale mengine ambaye inahusu Wakenya. Na mambo haya haina kabila, haina rangi, haina dini, haina lolote, yahusu kila Mkenya pahali popote ulipo jameni. Na ndipo nawauliza wana Jubilee, musimame kama Wakenya. Musimame kama watu ambao wanapenda nchi yao. Ama ni namna gani wenzangu? Na hata hawa viongozi nawaambia, hakuna haja, kwa sababu hiyo ndio njama. Ati mtu aseme mwingine akasirike ndio aseme. La, wacha waseme na watusiane vile wanataka, kama hiyo tu ndio wanajua. Nyinyi nyamazeni, uzeni sera. Muuze sera na museme sisi hatuna haja na ya walioshindwa. Sisi tuna haja na Kenya ya kesho. Tunaelewana wenzangu? Ndio mimi nasema mimi sitawajibu, na wajibu ndio nifaidike na nini? Kwerago irumine yo kirea neo megathe ya tongoria torume ora mwatonuruma ko ubere na turio haha kana ini atia ithuĩ bata witũ nĩ bũrũri witũ, our country, and where our country is and where our country needs to go. Tunaelewana wenzangu? Kwa hivyo msiingizwe ati mvutwe mwanze kuongea mambo ambaye hayapo. Ni tuongee yale ambaye tutatenda, yale ambaye tutafanya, yale ambaye itatoa Wakenya kwa shida mbalimbali ambazo wako nazo. Hiyo ndiyo haja yetu, hiyo ndiyo mwelekeo yetu, hiyo ndiyo mwongozo wetu. Na nataka niwaambie hiyo ndiyo Wakenya wanataka kusikia. Na ndipo nawaambia sana wenzangu, msiwe watu ambao wataongozwa na wanasiasa.
tutafute viongozi. Tafuteni jameni viongozi. Na sio kusema kuwa kiongozi lazima uwe mzee. Hata nyinyi vijana muko na ability ya kuwa viongozi. Yeah. Don't decide that you can only be somebody by cheap popularity that takes you nowhere. You can be leaders through action of how you can uplift your brothers and sisters. That is what people want. How can you make a difference in somebody else's life? Tunaelewana wenzangu? Yeah? Tunaelewana? Hiyo mambo sijui dynasty hustler imewaletea nini? Yeah? Imewaletea nini? Imewaletea nini? Sasa mkuje muambiwe siasa nyingine ya ukabila itawaletea nini isipokuwa shida? Musikubali. Mulenge mbele. Mulenge mabadiliko ambaye itainua hali ya neba wako. Awe Mukikuyu, awe Mukalenjin, awe Mujaluo, awe Mukamba, awe Mkisii, awe Mudigo. Huyo neba wako ndio unastahili kuinua. Akiinuka hata wewe umeinuka. Ama ni namna gani? Na nyinyi vijana ambao mnatafuta uongozi, tafuteni uongozi kwa njia ya kueleza vijana wenzenu vile mtawabadilishia maisha, vile mtawapatia kazi, vile mtatengeneza mitaa yao, vile mtashirikiana na wao waweze kuwa Wakenya ambao wanajivunia na wanafurahia nchi yao. That is all we need, my friends. Hii Kiambu yenu jameni, kwa sababu ya vile Nairobi imekuwa, ni makabila ngapi hapa ambao wanaishi? Si ni wengi? Si ni wengi? Kaenda henania. Yeah? Yes. Na mumewakaribisha na wanaishi hapa. Na wanafanya kazi zao na biashara zao. Wengine mumewachagua kuwa ma MCA. Wengine mumewachagua kwa vyeo mbalimbali katika biashara. Kwa sababu ya vile mnajuana na hawa kama viongozi. Sio kwa vile mumejuana na hawa kwa sababu ya kabila. Tumeelewa na wenzangu? Kenya ni ya wote. Na pahali unaishi hapo ndipo kwako. Ujifurahie, ujivunie na ukatae kuletewa siasa ya ujinga, siasa ambaye haikupeleki pahali popote. Si ni hivyo wenzangu? Yadwa ito nituraiguithania. Nituraiguithania. Andũ a Kiambu nituraiguithania. Rĩu nĩkĩo ndĩramwĩra. Tondũ mokire mũkĩreherwo maũndũ hũhũhũhũ. Ndĩmwĩroreire ũguo ngĩgeria kũmwĩra inyuĩ ĩno barabara mũrathiĩ ĩno mwerekeirio nĩ andũ aya na nĩtũmoĩ no inyuĩ mũgacoka kũrĩra mũkĩnjĩra atĩrĩrĩ twarĩra nĩ ithuĩ tũkĩarĩrĩra nĩ tũĩ ũrĩa tũreka. Nĩtũraiguithania? Mũgĩtiga atongoria mbunge mũgĩthura andũ na wĩra wao kũu nĩ gũthiĩ gũkumia maũndũ ma mũndũ ũngĩ no ti kũmũrutĩra inyuĩ wĩra kana gũtetera maũndũ marĩa mamũkoniĩ. Nĩ mũrĩ maigua makĩaria? Nĩ mũrĩ maigua makĩaria? Maũndũ marĩa mamahutagia nĩ maiguaga makĩmarĩrĩria? No rwĩmbo tondũ mũndũ nĩekĩrwo tũthendi mũhuko mwĩyũriei kana ũguo nĩguo mũgũcoka. Na rĩu mũtikaige mũtiĩrĩtwo nĩ ndamwĩra. Nĩguo thurai atongoria ateti atĩrĩ ona mbeca tondũ nĩ mũkũreherwo rĩ rĩai na mũrĩe tondũ nĩ cia nĩ mũranjigua ũrĩa ndĩramwĩra tondũ no igũka ngirĩ to cianyu he thĩna mũngĩkĩrĩa
anake Jesse Health na mungire indo icio githe tumuri na memwere magacoka ringi no muthenya wa kura ri ni ukamenya uri uge neguo muthenya wa kura na wa kubadilisha maisha muthenya wa siasa ni wa kuinukia kanyamu mucii na kuhuna netwaiguithania guo netwaiguithania guo riu andu aitu nie ndikwenda kwaria muno tondu njaragia ngarumwo no ngurumwo na ndiri na thina ine ndamwira kiria kiuma ngoro-ini na nie no njugire Ngai amurathime Ngai arathime bururi witu wa Kenya Ngai amuhe hinya na ugi wa guthura atongoria ti ateti na Ngai athie na mbere gutunyitithania na gututeithia twaragie na mugambo mwe wa wendo neguo wendo ni wakira na mundu ndukamakio ati urero roro twati umite kuna hari uri ugakinyukagia na hinya kanyanga inchi yako kwa nguvu na raha neguo tiguo nitwaiguithania murorathimwo na no ndiri uka riu ningumucerera matura-ini tuyuke tukionane na makanitha na maundu maria mangi nitwaiguithania uguo na ninderwa haha ni Ndagitari Matiang'i hari atongoria haha tondu ni njui no nginya hakorwo he ciuria ciho uhoro wa ithurano igwikwo atia na maundu ta macio ndarikia na ningĩikaranga tiga ndĩ na gathabarĩ nikĩo ndaiga njarie inyuĩ especially arĩa mũracaria itĩ no mũtigwo nĩgetha mũhote gũkĩũrangia ciũria icio mũgĩe na mũbango ũrĩa mũgũthiĩ gũthondeka kĩama gũkũ Kĩambu na ũrĩa mũgwĩkĩra harakati cia gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ nĩguo wahota gũthura mũndũ ũrĩa ũrenda niĩ no njugire o rĩngĩ Ngai aromũrathima Ngai aromũiga Ngai arotũnyitĩrĩra ta bũrũri wa Kenya Ngai arotũhe ũhotani wa gũcenjia bũrũri ũyũ witũ na maisha ma wananchi wote wa Kenya pahali popote walipo. Mubarikiwe sana. Thank you very much. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bishop Moreu, naomba viongozi tutakuwa tumesimama tufunge kwa maombi kabla the father hajatoka. Bishop Moreu kuja ili tuweze kufunga kwa maombi tafadhali. Tafadhali. Na tunashukuru sana. Wapi makofi ya the faith? Thank you so much, Your Excellency. Tunakupenda, tunakuenzi. Asanti, Mungu akubariki. Tunamalizia kwa maombi na nawashukuru sana. Baada ya maombi, basi tutafanya some few housekeeping. Tutawaelekeza jinsi ambavyo tutakavyoendelea. Kwako askofu. Na nafahamishwa kwamba maombi yatakapoombwa watu wasitoke, watu waketi, kiongozi awe akiondoka. Tukihoya ri ndiri no ndungi nguga no tugire atirire ithuothe muthamaki witu agithie mai ni maroro tukon aki ona mecie kuma kanitha mai ni maroro bururi wothe Musa hoe erirwo kamuti amahutie mai matuike mega munene witu hutia aria bururi uyu tucenjie na tugie na muthamaki ungi. Wacheni tuombe, rekei tuhoe. Mungu, tumekushukuru, tumesema asanti kwa baraka zako na uwezo wako. Mwathani Ngai we niwe watuheire bururi uyu na ithe witu bururi we iria na uki ona Mwathani bururi we gikeno. Tumesema asanti kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Huu mkutano umekuwa wa maana sana. Tumekuwa na rais wetu ametuongelesha, na Mungu wetu mbariki na umpe nguvu, asiwe anatukanwa. Yeye ameongoza nchi hii, awe na baraka, akae na uzima mzuri wa mwili. Naye Dr. Matiang'i akituongoza, umbariki nchi hii endelee na tupate uongozi. Mwathani bururi uyu nitukwenda thayu muingi muno na nitukwenda tunyitane
Mwathani utumenyerere ithuothe. Mwathani ni twanyiha muno tukirikia mucemani uyu ithuothe Kiambu na maumite nja twahoya bururi wi thayo, bururi ugutura na wega waku, na twinyihanirie na tugie na thayo na ugima mwega wa mwiri. Turathimire kuria guothe tuguthie na urathime ithuothe, ona president witu umurathime forma nigetha agie na thayo na atwire uria tugwika na uria twerekeire. Twahoya wega waku na hinya waku na na undu wa Jesu Kristo mwathani witu. And the grace of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Asante sana askofu, naomba tuendelee na hiyo wimbo na tusitoke, tubaki tumeketi. We shall be given some housekeeping, alafu viongozi waweze kumzidikisha rais wetu wa 4 wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Akasema asante sana. May the Lord bless you. Kiambu, asanteni. Itwenda itware kuona no itwaya twehete igone andu othe nginya Mburu tukiohwo tugithamio na no itwaya tubane igone andu othe nginya Ngati twatwitwo rukungu ni nyake ugikuyu Ngai akiuria